Ni taarifa tu ambayo ilitokea mtandaoni na ikaendelea mtandaoni jana usiku. Na jana usiku ule ule Azizi alinitumia message. Maka anapenda kuniita mzee Juma. Bwana, hili jambo nilisemee. Nikamwambia bwana, hao ni mambo tu ya mitandaoni ya usijishughulishe sana. Wewe focus na mpira, achana nayo. Hayo tuachie sisi, tutaweza kuyajibia. Na mimi nikajua ni mambo tu ya kimtandao kiukweli. Lakini asubuhi leo umekuwa mjadala kwenye vyombo vya habari, kwenye redio mbalimbali. Umekuwa mjadala mkubwa na watu wameujadili. Sasa kilichokwenda mbali zaidi, wakapigiwa simu pia watu wengine ambao wamejitambulisha kama ni wasimamizi wa Azizi, na wakathibitisha kwamba Azizi anadai. Na Azizi mwenyewe mara ya pili hakusubiri ushauri wangu. Nimeona tu mwenyewe nimekutana posti yake mtandaoni. Kapandisha akikanusha kwamba hadai chochote kwenye klabu yetu ya Young African Sports Club. Sasa pale nikajiuliza, sababu jana nilihisi tu ni mambo ya kimtandao, lakini asubuhi ya leo na mjadala ulikuwa mkubwa na nini, na mtu akatokeza kaja kuongea, nikahisi hili jambo halijafanyika kwa bahati mbaya. Labda kuna mtu alikuwa na dhamira yake. Lakini Azizi mwenyewe amezungumza kwamba haidai klabu yake. Na nitumie fursa hii kuwakumbusha ndugu zangu waandishi wa habari. Sisi hatutakiwi kubanwa kwenye kufanya kazi zetu. Kwa maana kuna uhuru wa vyombo vya habari. Tunatakiwa tuwe huru kufanya kazi zetu. Lakini kazi zetu zina misingi yake, zina miiko yake, zina taratibu zake za kufanya. Sio kwa sababu tu tuwe huru basi ndio uhuru wa manyani. Ni uhuru ambao kitaaluma umeelekezwa. Zamani wakati mimi naanza kazi mwaka 2013, tulikuwa tunakwenda newsroom. Unapata tip ya habari. Alafu mhariri wangu Hassan Bumbuli, Jimmy Chika, mzee wangu Malima wanakuambia hiyo tip sio habari. Yaani ukisikia Isaya Dede kaoa, hiyo ni tip, sio habari kamili. Unataka kutokea pale sasa uifuatilie hiyo habari, na kuifuatilia maana yake ni kubalance kwenye habari uweze kujiridhisha. Kwa unatoka pale, tunatuma DRFA, tunatuma TFF, ndio na habari maelezo, unakwenda kukusanya taarifa zako, unazibalance, unarudi, ndio jioni taarifa inaandikwa. Hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa hivi nafikiri kwenye hizi zama za digital hizi tumesahau baadhi ya misingi ya uandishi wa habari. Kuwa na tips si jambo baya, lakini fuatilia, alafu miiko ikoje? Kwa mfano, kanuni ya 57 inayoongoza ligi yetu inasema hivi: wachezaji wote namba 1 wanatakiwa watambulishe wasimamizi wao kwa vilabu. Namba 2, wasimamizi hao wanatakiwa na leseni inayotambulika na FIFA ya kuwa wasimamizi wa wachezaji. Kwa maana yake kama kanuni ndio muongozo wa namna hiyo, wewe mwandishi ukenda kumhoji msimamizi wa mchezaji, kinachokuongoza ni nini? Kanuni pia. Ni kanuni kwamba huyu mtu ninayemfanyia mahojiano haya anatambulika, ni mtu ambaye amebeba sifa za mimi kumhoji, ni credible source nikimpata. Sasa mtu hana leseni, msimamizi, maana yake tayari mtu huyu kikanuni hana haki ya kumzungumzia huyu mtu. Wewe ukimhoji sasa na unafahamu kuna kanuni inayoelekeza, wewe tunakutazama sisi kwa macho tofauti tofauti. Ndio kilichotokea. Kitendo cha Azizi kusema kwamba yeye ni mchezaji wa Yanga na haidai chochote mambo yake mkataba, indirect amemkataa na yule bwana mlikuwa mnamhoji. Sio anaitwa nani? Kamkataa indirect, ndio maana yake. Kitendo cha kusema kwamba mimi sidai, kamkataa. Ikatengenezwa ajenda kwamba tumeongea pia na TFF, wamethibitisha kesi ipo. Mimi nimemsikiliza vizuri mzee wangu Wambura asubuhi kaongea. Kasema kesho kamati nakutana. Kama hilo shauri lipo tutaona, mimi sijaona. Kesho kamati ile ya sheria sio na haki inakutana. Haimaanishi inakutana kujadili jambo la Azizi, inakutana kwa sababu mambo yako mengi ya kujadiliwa. Hakuna aliyethibitisha kwamba kesi hii ya Azizi ipo, na ingekuwa kinyume na miiko ya uongozi pale.